wako wanakusalamia na smile. Saa hiyo ametoka mkutano ya kupanga mambo. Ni kukuja amekuja kuconfirm kama bado huko. Ni kukuja amekuja confirm na anakusalamia vizuri. Na hata pengine unampatia kifua. Anasikia uzito ya hiyo kifua. Wewe usijali. Wachana na yeye. Afanye analotaka. Atende aliyopanga. Lakini jambo hili moja, hawezi badilisha kwamba Mungu anakujua. Na kwa sababu Mungu anakujua, nikuambie hivi, na uniruhusu niseme kwa lugha ya mama. Todo gaini yako we dokora. Kwa sababu Mungu anakujua, hautapotea. Jipe moyo na ukae kwa Mungu, na ushikamane na Mungu, na utie bidii kwa ile kazi Mungu amekupatia. Anakujua vyema. Haleluya. Ebu ni sababu ya masaa mtaenda mkisema, sasa askofu alipewa microphone akahubiri. Ndiye alituchelewesha. Hata nikiwachelewesha leo msijali sana. Hebu tusome Isaiah 45. I'm still underscoring this message because I want you to get out of this place with full conviction in your heart and that boldness and courage to stand and withstand all kinds and manner of situations that would want to bring you down and to preach a different message to you. I want this to sink right into the gene of your being, that God knows you. Na uachane na shughuli za watu wengine. Mungu anakujua. Na hakuna mtu anaweza kubadilisha. Isaiah 45 verse 3. Isaiah 45 verse 3. Kitabu cha Isaiah 45 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, I will give you the treasures of darkness and the hoards in secret places, that you may know that it is I, the Lord, the God of Israel. The final part is very important. The God of Israel, who does what? Who does what? Who call you by your name. Gaida gwetaga na maretwa ma confusion na kufatilio. Gaia gwetaga na retwa riaku. Mungu hakuhitaji na majina ile umeekelewa na watu. Mungu anakujua na jina lako. Inaweza kuwa si jina tamu na si jina mzuri, lakini hapa maandiko inasema Mungu atakupatia shehena na utajiri uliofichika gizani. Kabisa atakupatia. Ili wewe ujue kwamba yeye ni Mungu. Mungu wa Israeli anayekuita kwa jina lako. Jipe moyo. Mungu anakujua. Askofu Gathari, Mungu alikuita na jina lako. Naliona ukiwa mbali sana. Mbali sana. Na akakuita kwa jina lako. Hebu sikia mstari wa 4. For the sake of my servant Jacob and Israel my chosen, I call you by your name. I name you, though you do not know me. Mungu anakujua. Kono doi gai. Gai ni yako we. Bwana Yesu asifiwe sana. Ebu niende pointi ingine. Nisikae hapo hata milele. Nikwambie ushawishike moyoni mwako. Mungu anakujua. Mungu anakujua na hautapotea. Watu wanaweza
kukusahau, wanaweza panga mambo mengi, na wanaweza fikiri wamekutupa kwenye kaburi la sahau. Wanaweza kuwa ni majirani, wanaweza kuwa ni marafiki, wanaweza kuwa ni watu tunaenda kanisa pamoja na wao, lakini ukweli wa mambo ni huyu. Maandiko inasema Mungu kabisa anakujua. Don't forget, the message is this, that Jesus knows his sheep. Yesu anajua kondoo zake. Niangalilie mwenzako umwambie Mungu anakujua. Ujipe moyo, Mungu anafanya nini? Gaini yako wewe. Wewe wacha mambo mengi. Wacha kukimbia hapa na pale ukijiuliza maswali mengi. Jibiwa leo. Mungu anakujua. Wacha kusubua watu. Mungu anakujua. Wacha kutafuta brokers. Watu wanaoitwa the introducers. Me, I don't look for those. Na sisemi wanafanya kazi baya. Si kazi ni kazi. Kuna watu expert wa kuintroduce watu. Siku moja kuna mtu mmoja huko kwetu Nakuru. Nakumbuka mimi sikuwa nimeenda huko State House, na wakati huo President Kibaki ndiye alikuwa rais, the late president. Na huyu jamaa kutoka Nakuru, mtu tu wa kawaida sana. Tukiwa katika shughuli za mapasta huko akaniambia, na unataka, unasikia ndani yako unaweza taka kwenda State House. Nikasikia ni kama sijasikia vizuri, nikamuuliza, "Ti unasema nini?" Niambia, sasa nakuuliza, unasikia kama unaweza taka kwenda State House? Akamwambia, sasa hata wewe State House nani anaweza kataa? Kwa sababu nilikuwa ninasikia sifa kwamba watu wakienda State House hawatokagi hivyo. So hata kama ni wewe, najua kama hii usikie unaulizwa na mtu, unaweza taka. Na ni mtu wa kawaida sana. Mtu ya kawaida sana. Siku hiyo ilikuwa baada ya ile vita ilikuwa imetokea. Na sasa nikamwambia, naweza taka. Kaniambia, basi sasa next week ukae tayari. Na uniandikie namba yako ya kipande na namba ya simu. Ukweli hata nikaogopa kumpa namba ya kipande, sababu unajua mtu usiyeamini hata ananiambia mambo ya State House, mtu kama huyu. Kaniambia, sasa ukae tayari. Siku moja nikiwa nyumbani, mama akinipa chakula, nikasikia simu. Nikachukua, "Hello, mchungaji." Nasema, uko tayari? Kesho kutwa ndio tunaenda State House. Nikamuuliza, kufanya nini? Akaniambia, si ile kitu nilikwambia. Ile kitu nilikwambia. Akaniambia, sasa nataka habari yako ya kipande. Unajua niliona ni kama ile ulinipatia. Nikamuuliza, "Are you serious?" Akaniambia, "Yeah." Haya, nikampa. Kweli kabisa. Akaniambia, tutatoka Nakuru saa 9. Saa 9 asubuhi tuelekee Nairobi. Hey. Na tutaenda na gari yako, sababu unajua siku hiyo nilikuwa na gari mzuri, safi, Toyota safi, iliyokuwa modern, mzuri sana, maridadi. Sasa akaniambia yeye na wengine nitawabeba. Sasa nikavaa haraka, mama akanitayarisha, nikatoka. Nikaelekea Nairobi. Nikawachukua mahali tulikuwa tunachukuana, na kweli akaniconnect. Tukajiona tuko State House.
Kwa ndio huyu Kibaki president. Mimi sikuwa naamini, nilikuwa nakaa hivi najiguza hivi, naguza macho nione wala ziwezana. Unaweza kosa watu kama hao wa kukuconnect. Unaweza kosa connection. Lakini sikia, hata kama hauna connection za kwenda State House, ujue hivi ni State House peke yake haujulikani. Biguni unajulikana. Na biguni iko juu ya State House. Bwana asifiwe sana. Aya, tuende point yetu ya pili nimalize mahubiri. Kwa hivyo wewe usishughulike. Kirathimo gyaku gĩgagũkororo hau. Baraka yako itakukuta hapo. Mimi sikuwa nafikiria mambo ya kwenda State House. Lakini sasa mtu akakuja wa connection. Ngajara gutumira connector. Destiny connector. Mtu ambaye atakuconnect. Hallelujah. Hata yuko pali pengine tulienda hiyo ni siku nyingine kweli. So the second thing is that Jesus Christ, number 2, very important, knows his sheep and he gives them eternal life. So point number 2 is that he gives them eternal life. Anawapea uzima wa milele. Hakuna kitu kilicho na udhamana ulioshinda uzima wa milele. Kwa sababu maandiko inasema mbingu na nchi zitakwisha, lakini ufalme wangu utadumu milele. Mbingu na nchi zitakwisha. Hii mambo yote tunaona mazuri na maridadi, magari mema na nini na hafla na pesa na utukufu na mavazi na urembo na nini na mamlaka, zote zitakwisha. That is why we have things like term of office. That is why we have things like expiry date. That's why we have things like beginning and end, and so on and so forth. But my brothers and sisters, there is one thing that shall never come to an end. Its value cannot be compared to silver or gold or precious stone. And that thing is eternal life. Na eternal life haiuzwi, haikodishwi. Lakini maandiko inasema atawapatia ama anawapatia uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Nilizisoma mahali nikashangaa sana. Sijui kama ilitendeka. Nikasikia kuna mzazi alimpa mtoto wake figo. Ilionekana yule anayequalify kumpa mtoto huyu figo, maana alikuwa mgonjwa na figo zake zikasimama, hazifanyi kazi vizuri. Ikasemekana baada ya kupimwa, ikasemekana baba yake ndiye anaweza kumpa figo. Na kwa hivyo wakasafiri waende India, akatolewe figo ape mtoto wake. Kafanyika hivyo, wakarudi Kenya baada ya kupeana figo. Mmoja alirudi na figo 3, mwingine akarudi na figo 1. Na walipokaa kama kawaida, watoto wanaweza kukosana na wazazi. So walipokaa, mzazi huyu akawa anamkumbusha mtoto wake. Namwambia, "Nyokuwa na lolete yana higo no nida." Yaani anamwambia, "Unaona vile wewe
unalinga. Na ukijua vizuri nimekuongezea figo, wewe uko na 3, mimi niko na 1, na hii maringo umejaa naye, kwa sababu hautolewi ati inatupwa. Ndio ngerutwe eikilio baka uikara horo na sio shirika tu. Sasa baka kijana akafika mahali akamwambia baba, kuliko tusubuane, kila mara unanisubua na kuniwekea masharti, na kila mwezi unataraji nikurushie kitu bila kujali nimefauluje. Sasa mimi ningeona mzuri turudi India, nikurudishie hii kitu yako, hii figo yako, ndio uniwache. Watu ni wale wanaweza kukukia katikati, na hii ni ukweli. Usimwamini mtu binadamu ya dunia hii 100%. Bakishaga kitu yani haku kegwera gehoro. Lakini mmoja anastahili kuaminika, naye ni Mungu wetu Yesu Kristo. Anatuambia hivi, mimi nimekuja ulimwenguni na nimetoa uhai wangu ili nyote mtakaye niamini musife, bali muwe na uzima na muwe nao teletele. So tuambia katika neno lake ya kwamba sio tu kutujua, lakini anatupatia uzima wa milele. Uzima wa milele. Hebu nisome andiko lingine katika kitabu cha Zaburi sura ya 103, Psalms 103 verse 12. Psalms 103 verse 12. I want to read from there. Tusikie kidogo kisha nimalize. I think my time has really run out, and thank you for being patient with me. 103 verse 12. The Bible says this: as far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. Yani anasema kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, hivyo ndivyo ametuondolea dhambi na makosa na malawama yetu. Ninasema hivi ninapomalizia kwamba Mungu hajatupatia uzima wa milele na condition, bali ametupatia uzima wa milele jinsi tulivyo, na ametutenganisha, ametuondolea chochote ambacho kingefanya tusiwe warithi wa uzima huo wa milele, kwamba dhambi zetu zimeondolewa mbali. Dhambi zetu zimeondolewa mbali. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao hawajui kusamehe, na kuna wengine wanajua kusamehe. Nimefunga kompyuta, usiseme ninaongea sana, maana hata ninataka uwe umebarikiwa na hiyo neno nimehubiri. Kuna watu ambao kwao kusamehe ni rahisi, lakini kusahau ni gumu. Mungu wetu alitusamehe, na alipotusamehe ili asikumbuke, aliondoa dhambi zetu na makosa na maovu yetu, akaipeleka mbali hivi kwamba hatuwezi tena kuonekana katika kivuli cha ile mambo tulikuwa tunafanya. Bwana asifiwe sana.
akatupa uzima wa milele, ambao uzima huo hauna dhambi tulizotenda zamani. Ni vyema ukimsamehe mtu usamehe na usahau. Ningependa uniulizie jirani yako kidogo tu. Muulize, ni mambo gani unakumbuka uliyofanywa baya mpaka leo? Mpaka leo? Ni gani? Hii maleo lilikana ginya umuthi. Ile haikuishagi kwa moyo. Mungu anasema we need to forgive one another. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Najua kuna wale wanaosema mimi nitakusamehe, hii yote nitakusamehe, lakini sitasahau hii maya to tugatigithanio na iguru. Yaani hii tutatenganishwa na mbingu. Yesu alikusamehe, akakupa uzima wa milele, na akaweka mbali nawe history ya ile mambo ulifanya. Ukitaka kupona, kuwa mtu wa kusamehe na kusahau. Sisemi urudishe kidole mahali uliumiwa. Umenya ndiro igocokie kala haria wekete atia arumiro. No ndirakwira atiriri, utuike mundu wa kurekanira, uwe mtu wa kusamehe, kwa sababu usifikiri hata wewe ni mzuri